Hey, imebidi nirudi manzeju, maswali zimekuwa mingi sana. So, kuna somebody hapa from Coast anaitwanga nani? Kenga from Gongoni. Kenga from Gongoni is asking, anauliza hivi. Mimi niko na msichana tulizaa but ni Mijikenda, Mgiriama, but like familia yao mamake anamshauri tuachane ili arudi nyumbani kwa sababu sijatoa mahari na pia sina pesa, familia yangu iko chini. Hii ni swali ambayo nimekuwa nikilenga for the last 1 week kwa sababu moja tu peke yake. Sipendi kuiongelea kwa sababu like inanifanya like na feel vibaya when I look at the society, mostly cost or most Mijikendas. Wazazi mnatutesa sana manze, mostly wazazi kina mama. You are the reason as to why nowadays single mothers wamekuwa wengi sana, for real. Wajua tuongee tu ule kweli. I'm from Coast, also I know the situation. Hii ndio sababu kumekuwa na single mothers sana. Na ukiangalia single mothers ni wasichana wadogo, range from 30 years to kukuja chini, as in 18 to 30 years. Na hii inasababishwa na wazazi. Sometimes tunalaumu vijana ama tunalaumu kwamba hakuna ndoa nzuri, sijui hakuna nini, lakini wazazi pia mnachangia. Kitu mnasahau ni kwamba hakuna vile unaweza kuchagulia wewe kama mama. Hakuna vile unaweza kuchagulia mtoto wako mwanaume wa kumuoa kabisa. Kwa sababu gani? Unasahau kwamba hata wewe wakati ukiolewa, huyo baba ama huyo bwanako hakuwa na pesa. Pengine hata pia yeye alianza chini. Lakini kwa sababu Mungu alikuja akawapatia neema, mka grow up mpaka mkapata uwezo. Sasa unaona like mtoto wako pia anastahili kuolewa na mtu mwenye ako na pesa already. Of which unasahau kwamba hata pia wewe uliolewa wakati huyo bwana hana pesa. Wakati huyo bwana hata pengine alikuwa hana kazi. Ilikuwa ni kuungaunga tu hapa na pale, mkaoana, Mungu akawabariki, nao mmepata pengine mahali ama maisha yenu kidogo imepeak. Mnaona like mtoto wako ni olewe na mtu ako na pesa by that time. Walai, mko na punishment yenu mbinguni. We can't judge, but kuna vile Mungu anawaona. Kwa sababu let me tell you something. Mtoto wako ataolewa na kijana wa kwanza, akuwe hana pesa, ukamchukue ama mshawishi umrudishe hapo nyumbani. Remember, mtoto wako bado ako na hisia. Mtoto wako kwanza bado ndio ni mbichi, yani ndio ni mchanga sana yani. Maana yake kuzaa mimba moja hata imaanishi ni nini. Kama mama umezaa mimba 8 na bado uko na hiyo hisia, sembuse mtoto wako amezaa mtoto mmoja. So obviously atapenda another person. Na Mungu naye akipenda kukupunish, anaweza hata apate mtu wako na uwezo kabisa, alafu huko ikakwame. Arudi ukamchukue, umrudishe hapo nyumbani. Akona watoto wangapi? 2. Let's say wa kwanza alizaa naye mtoto mmoja, wa pili amezaa naye mtoto mmoja. So that 2 now. Ukamshawishi arudi hapo nyumbani. Akae hapo, feelings zipande, arudi tena kwa mwanaume, another mwanaume akazalishwe, arudi hapo, umrudishe hapo nyumbani tena. Wamekuwa watoto wangapi? 3. Aende 4 mpaka afike 5. Ukosa kuelewa kwamba sasa kitu ambacho wazazi wanasahau ni kwamba hawa watoto 4 wamezaliwa na huyu mtoto wako. Ujue hapo kwenu hawana mali yoyote kutoka kwenu. Yaani I wish ningepewa hii nafasi nikaongelesha mostly Wagiriama, tena kina mama. At least mngenielewa. Sawa, umemrudisha pale nyumbani. Ako na watoto 5 of different fathers. Yaani kila mtoto ako na babake kwa sababu baba zao hawako na uwezo. So already umeharibu future ya hawa watoto. Wacha mtoto wako, umeharibu future ya hawa watoto ambao wamezaliwa. Kwa sababu hapo kwenu hata kama mko na mali ya kiasi gani, hawa watoto hawana mali hapo. Both governmental ama society hakuna, ama traditional hakuna mali yao. Kwa sababu ni watoto ambao ni wako na damu nyingine nje. But wewe umeenda kuwachukua, umewaweka hapo kwa sababu eti
mtoto wako alikuwa sijui anateswa, sijui inakuaje. Tafadhali, hii kitu you are supposed to stop it. Surely kina mama tunawapenda sana, mlituzaa, lakini napo sishangai ni some families hata kina baba pia wanachangia. Unasikia mimi naenda kumchukua mtoto wangu kwa sababu sijalipwa mahari. How do you value mahari kuliko uhai wa mjukuu wako? Kuliko thamani ya mtoto wako. Yaani raha yako wewe ni aolewe, aende arudi. Hiyo ndio raha yako kwa sababu wewe unabezi kwa mahari. Utakuwa na heshima gani? Lakini wewe mke wako alibaki hapo hata pengine bado kwanza hata hujamaliza mahari. Maana hata mahari yenyewe kabisa hairuhusiwi kuisha. Lakini wewe kwako umethamini tu pesa. Hapo wazazi wetu hapo mahali mnatufikisha bwana, sometimes manze inakuanga noma sana. So kakangu la kukushauri ni hivi. Usishindane na huyo mama. Wala usishindane na wazazi. Enda kanisani, piga goti, mwambie Mungu unaona situation ninapitia. Mwambie tu Mungu. Tafuta sadaka nzuri sana, peleka kanisani kwa madhabahu, mwambie Mungu unaona tu kile mimi napitia. Na sipitii hivi kwa kupenda. Naomba pia mimi nami unibariki. Uniondolee hichi ninachopitia na Mungu unibariki. Endelea kuomba in that way, one day one time God atakam through. Hata wewe kukosa pesa haujapenda. Mazee hii kitu nilikuwa nikilenga for long but imebidi tu niongee. So mazee I'm so sorry for that, but at least mimi nimekushauri. Achana na hiyo story, usishindane na hiyo familia. Go back to church, ama kama ulikuwa unaenda kanisani ama ulikuwa umeacha ama hata hujaanza kuenda kanisani, enda kanisani, eleza mchungaji akuombee, akuwekee sala ya toba, and then keep on praying to God. Atakam through one day one time. Mazee story ni ngumu bana. I'm so sorry brother, I know what you are passing through right now, but Mungu tu atakam through. See you brother.